ulimwengu wa leo wa kidigitali, mitandao ya kijamii imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku, hasa kwa vijana. Kwao, simu janja si tu ni kifaa cha mawasiliano, bali ni kioo cha maisha yao, jukwaa la kujieleza na mara nyingine sehemu ya kushiriki mambo ya faragha. Lakini kinachosikitisha, kilichoanza kama njia ya kuonyesha mapenzi, urembo au kujiamini, mara nyingi huishia kuwa kama chanzo cha maumivu makali na majuto yasiyo na mwisho. Kwa kutumia simulizi halisi kutoka kwa wahusika mbalimbali, makala hii inachunguza kwa kina madhara ya kujirekodi na kusambaza video za faragha mitandaoni. Haya si mambo ya kubahatisha tena, ni maisha yanayovunjwa, ndoto zinazofutika na vizazi vinavyoumizwa kimya kimya. Yaani kwanza nahisi ni kumwamini mtu ambaye nilidhania atakuwa rafiki yangu, lakini yeye ndo akaja baadaye akanivudishia video. Yaani niliumia sana. Nahisi tu ni kuamini mtu ambaye kumbe hata sikupaswa kumwamini kabisa. Kwa hiyo iliniumiza sana. Yaani mpaka sasa hivi bado najiona kabisa siko sawa. Nakumbuka tulikuwa tunajirekodi tu mimi na marafiki zangu, lakini sikuvaa yani kimaadili. Kwa yeye ile siku aliponiazima simu yangu akachukua zile baadhi ya zile video akaziposti kwenye mitandao ya kijamii kwa WhatsApp. Na mimi kwa kuwa sikuwa na bando, sikuangalia chochote kile ambacho alifanya kwenye simu yangu, lakini nikaja kustuka baadaye watu wananipigia simu wananiuliza mbona umeposti hivi. Yaani kwa kweli nilichanganyikiwa. Ukiangalia hata mzazi wangu aliona, kwa iliniumiza sana. Nilimtanguliza Mungu na baadaye kujiamini tu mwenyewe, kwa sababu tayari tukio lilishatokea. Sikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile kingine. Japo kuna watu walikuwa wanatumia ile video vibaya. Ilikuwa inaniumiza, lakini sikutaka niache masomo yangu kwa sababu ya video ambayo niliamini tu ni tukio la muda. Japo nilikaa sana nyumbani, sikuwa natamani hata kuja chuo, ila hivyo Mungu alinisaidia. Hata kama ni sahihi kwa upande wa mtu mwingine, labda awe anafanya akiwa peke yake na anazificha kama yeye anaona ni mazoea ya kawaida, ila kwa mimi tangu tukio limenikuta naona sio sahihi kabisa. Nilipata msaada kwa baadhi ya marafiki zangu, lakini pia mzazi wangu nikaja, japo alikasirika sana, lakini baadaye yeye ndo akawa msaada mkubwa, kwa sababu nilimwambia mimi natamani tu niache chuo, maana kila mtu ni kama anaujua mwili wangu wote. Na marafiki zangu walikuwa wananishauri nisiache chuo, ili jambo litapita tu, na ushauri wao makini na mitandao ya kijamii. Hali iliyokuwa ya mapenzi iligeuka kuwa jinamizi. Alijirekodi video ya faragha kwa mtu aliyemwamini kama mpenzi wake. Hakujua kuwa mapenzi hayo yangegeuka kuwa fedheha na video ile kusambazwa mitandaoni. Lakini je, alikuwa peke yake katika hili? Rafiki wa mhanga alikuwa na haya ya kusema. Baada ya kugundua video ni baada ya kuona kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii kwa inatembea, na kwa kuiangalia hivi nikaona sura ya rafiki yangu iko pale. Kwa kweli nilijisikia vibaya. Kwanza nilianza kufikiria pia na maisha ya baadaye, kwa sababu hivi vitu kwenye mitandao ya kijamii huwa haviishi mapema. Huwa tunasema kwamba mitandao ya kijamii ni sehemu inaweza ambayo itastore vitu hata vya miaka ya sasa hivi kuja baadaye. Je, kwa familia yake, je akija kuwa na watoto baadaye atakuja kuwaje? Unajua, nilifikiria vitu vingi kama hivi. Kwa kipindi kile, kwa zile video zilipokuwa zimeachiwa kwenye mitandao ya kijamii, kweli alikuwa amepitia depression, yaani msongo wa mawazo, hata kukaa na mtu. But mimi kama rafiki nilichomsaidia ni kukaa naye karibu, kwa sababu unajua vitu kama hivyo mtu anaweza akachukua kapaniki, wengine wana roho ndogo, unaweza kumkuta mtu anaamua kuchukua hata kujinyonga, kuweza kukatisha maisha yake. Kwa hiyo mimi nilimshauri, nilikuwa namshauri pia kuwa naye karibu, kumfariji, basi vitu kama hivyo. Ujumbe wangu ni kwamba mitandao ya kijamii unaweza kuingiza hela kupitia mitandao ya kijamii, unaweza kupata faida ni nyingi sana kuliko hasara. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, watumie mitandao ya kijamii kuweza kutengeneza content zenye faida.
hali kama hii, rafiki anaweza kuwa mlinzi au mchochezi wa maumivu, na kwa bahati mbaya wengi huangalia na kupitisha video hizi kana kwamba si maisha ya mtu halisi yanayoharibika. Hii ni aina mpya ya unyanyasaji wa kisasa. Mtaalamu wa saikolojia anafafanua kwa kina athari za kiakili na kihisia ambazo vijana hupitia wanapokuwa wahanga wa usambazaji wa video za faragha. Kundi la kwanza ni athari za muda mfupi na kundi la pili athari za muda mrefu. Na tunapozungumzia athari za muda mfupi, tunamaanisha kwamba huyu mtu anapata shida ya kihisia lakini pia kiakili, aidha kwa kuwa na wasiwasi, aidha kwa kupata stress au msongo wa mawazo, depression, na hii inaweza ikapelekea ufanisi katika kazi zake kama makini. Lakini pia za muda mrefu ni pamoja na kwamba huyu mtu anaweza akakosa kujiamini, lakini pia akapata tunasema vidonda katika hisia zake au trauma. Kwa hiyo inaweza ikaja kampelekea akawa anajitenga na watu, akawa anaogopa kukutana na watu, kwa sababu anaweza akaingia kwenye shida inaitwa paranoid, akifikiri kwamba kila anayeona naye alishawahi kuona picha yake. Kwa akawa anaishi kwa kudhani kwa ile picha au zile video ambazo zilizo mtandaoni karibu kila mtu anazijua na anaziona. Kwa akawa na wasiwasi zaidi kwa muda mrefu na akashindwa kufanya mambo yake. Lakini pia athari nyingine ukiachana na kisaikolojia, anaweza kupata athari za kisheria. Kumbuka kwa sheria Tanzania haturuhusiwi kuchapisha maudhui ya namna hiyo mtandaoni. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, na mahusiano yake na familia yanaweza yakaathirika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu picha yako ikiwa tayari mtandaoni watu wakawa wanaitumia, wanaweza wakashare na familia. Lakini pia dunia ni kijiji. Leo hii unaweza ukasema kwamba hii picha mimi nimeshare tu kwa hili group, lakini tukaitunza baadaye ikaja ikatumika kwa ajili ya references. Maybe unataka kupata kazi au unataka kufanya jambo fulani, ile reference tayari imesha kupotezea sifa. Kwa hiyo athari zipo kisaikolojia ni kama nilivyoelezea, lakini pia kijamii kama nilivyokwisha kuelezea. Okay, ni swali zuri sana. Ni kweli kuna umuhimu mkubwa sana wa mtu ambaye tayari picha yake imevuja mtandaoni au yule ambaye amevujisha hiyo picha mtandaoni. Itategemeana sasa na utayari wa mtu. Ikiwa ni mtu yuko tayari na amekubaliana hiyo hali, itakuwa ni wepesi zaidi ya kumsaidia. Lakini pia itategemeana na mazingira ya mtu husika. Kama imeshasambaa kwa muda mrefu, namna gani anaweza kukanusha, lakini pia na kuweka correction vizuri. Kwa hiyo acceptance ya mtu na mazingira ya mtu yeye mwenyewe anaweza kumsaidia apone mapema au chukue muda mrefu au aingie kwenye matatizo ya kudumu kama maumivu au trauma za muda mrefu. Kwa hiyo saikolojia tunamshauri huyo mtu ile ambapo atakumbana na hiyo kadhia au hiyo hali au hilo jambo kutokea kwenye mzunguko wake maisha, ni vyema akaonana na msaikolojia na kuona namna gani anatengeneza namna ya kumsaidia. Na naweza nikasema effect ya hii jambo inaweza isitokee kwa au kupona kwa huyo mtu kunaweza kusifanyike kwa haraka. Kwa hiyo ni hatua taratibu. Je, tunaelewa jinsi video hizi zinavyosambaa kwa kasi? Na je, unafahamu kuwa simu yako inaweza kuwa adui mkubwa? Mtaalamu wa IT anaeleza jinsi video za faragha zinavyovuja na kusambazwa hata bila ya idhini ya mmiliki. Video hizo nadhani zimekuwa zikisambaa kwa njia tofauti, lakini njia mojawapo watu wengi wamekuwa wakijidanganya, maana asilimia kubwa hizo video zinatumwa kwa njia ya WhatsApp. So watu wengi wamekuwa wakijidanganya na option mojawapo ya WhatsApp ambayo ni view once, wakiamini kwamba ile view once mtu akiona mara moja basi video inatoka kwenye ile simu, kitu ambacho sio kweli. So video itapoingia kwenye simu yoyote inakuwa imejisave moja kwa moja. So ipo namna ambayo mtu amekuwa anaweza kutumia na akaipata hiyo video tena na akaweza kuvujisha. Pia anaweza kutumia simu nyingine kurekodi na akavujisha. So yote yanawezekana. Unamaanisha video ikiwa imeshaweza kusambaa, haipo tena, sio chini ya device moja, ipo kwenye device nyingi tofauti. Kazi ipo, lakini ni njia ambazo zimekuwa complicated na ni watu wachache wameweza kuzifanikisha ulimwenguni. Watu wachache ambao ni watu wakubwa na uwezo wa kifedha. So
hizo njia zinahitaji ni muda mrefu, mchakato wake ni mkubwa, so mtu wa kawaida huwezi. So kitu ambacho naweza nikawashauri wao wanachukua tahadhari, maana hizo njia ni ngumu sana. Video ikiwa imeshaweza kusambaa ni ngumu sana kuweza kuifuta katika device moja moja. So wao wanachukua tahadhari. Kuna njia mojawapo ya kuencrypt video kabla ya kwenda kumtumia mtu. So utapo encrypt atakwenda kuifungua kwa kodi maalum, na hiyo video haiwezi kurekodiwa wala kuchukuliwa screen record. So akimaliza kuiona hawezi kuipata sehemu yoyote tena. Usalama wa kidijitali kwanza, chane na tabia za kujirekodi. Tunapenda kusema kwamba mitandao haifichi, halafu mitandao haisahau. Mtandao hausahau kitu chochote, so itabaki ni kumbukumbu, na kumbukumbu pindi ambapo yatakukuta majanga, so unaweza ukajikuta ikawa impact na kizazi chako na kizazi chako. So mfano mzuri ni Didimani, ana mtoto wake atakuwa video atakuja atazikuta, so unaweza ukakuta atakosa heshima ya mama kwa mtoto. Sasa tuwageukie wazazi. Je, huwa wanagundua kuhusu watoto wao na wanazungumziaje kuhusu swala zima la utumiaji wa mitandao ya kijamii, malezi na mabadiliko kwa ujumla? Tunavikuta vitu vibaya sana, watu wanajipiga picha wakiwa na nguo nusu. Tuseme tu kwa ukubwa, tuseme tu nusu uchi. Sio vizuri sana kwa sababu kwenye mtandao wanaingia watu wengi na pia sio maadili mazuri. Kwa hivyo tunaomba wale ambao wanaofanya masuala ya picha mbaya au picha mbaya kwa ujumla wajirekebishe. Sema ukweli, kwa upande wetu kama wazazi tunajisikia vibaya sana kwa sababu ni watoto wetu. Kwa sababu nimeomba tu wajirekebishe kwa sababu hawafanyi mambo mazuri, kwa sababu mtandao unatumika na watu sekta mbalimbali. Sio kwamba ni wao tu ndio wanatumia mtandao. Mtandao unatumika na watu wazima, mtandao unatumika na watoto. Kwa hivyo wakati wanaperuzi pale wanapokutana na vitu kama hivi vinakuwa too much, sio kitu kizuri. Kama walezi tukishirikiana na walezi wenzangu, basi mtu anapomuona kama ni mwanae amefanya ile tukio, kwa sababu wale wanayofanya matukio haya wana wazazi wao. Kwa hivyo ndipo kama ukimuona mwanao anafanya tukio kama lile, jaribu kumuonya ili angalau aonyeshe picha nzuri, kwa sababu mwanao anavyoonekana kwenye mtandao ana tukio baya wakati wewe mzazi wake upo, sio picha nzuri. Ni watu wengi wanaona, wajomba wapo, akina shangazi wapo, bibi wapo, watu wa aina nyingi wapo pale. Marafiki zako, mama mwenyewe wapo pale. Kwa hivyo jitahidi kukaa na mwanao, muone kwamba jambo unalolifanya sio lizuri. Naomba yaache. Sema kweli vijana wanasema ni taifa la kesho. Sasa kama ni taifa la kesho, vijana mjitahidi kuwa angalau stable, mjitahidi kuonyesha kwamba taifa la kesho mtajenga kitu gani. Kwa sababu mnavyoonyesha mambo ambayo sio mazuri kwenye nyuso za wakubwa, hata kama unataka kuwa cheo, huwezi pewa cheo kwa ile hali ambayo unajiweka nayo ovyo, matusi, vitu vingi. Ukikuta tu kitu cha mwenzio kidogo tayari umeshakirusha mtandaoni. Sio vizuri, mtandao utumike tu vizuri. Ndio hilo la kwangu. Jambo hili ni mnyororo wa maumivu unaohitaji kuvunjwa na jamii nzima. Lazima tujenge mazingira ambayo vijana wanaweza kusema, wazazi wanaweza kusikiliza na shule zinaweza kusaidia. Huu ni wito kwa wote. Vijana, tafakarini kabla ya kutuma video za faragha. Mara nyingi haijalishi unavyomwamini mtu, teknolojia haina huruma. Wazazi, zungumzeni na watoto wenu kila siku, si kwa hasira bali kwa uelewa. Walimu, mjenge nafasi za ushauri na msaada mashuleni. Hii itasaidia sana. Viongozi wa dini na jamii, toeni elimu ya maadili na matumizi bora ya teknolojia. Nikimaliza na watunga sheria, hakikisheni sheria kali zinatumika dhidi ya usambazaji wa maudhui ya faragha bila idhini. Video ya sekunde 30 inaweza kuharibu maisha ya miaka yote. Tuache kuangalia na kushangaa, bali tuanze kuelimisha, kulinda na kusamehe. Kila kijana ni matumaini ya kesho. Tusiruhusu mitandao ya leo kuwa kaburi la ndoto zako. Makala hii imeandaliwa na Hawa Idi na kusomwa kwako nami Jacqueline Ngina.